Naam, uhali gani swahiba wangu, ndugu yangu, mtazamaji wa Zanzibar Cable Television. Karibu tena kwa siku nyingine na wakati mwingine kwenye kipindi Dakika 10 Bora. Na leo kwenye 10 Bora tutaangalia tunda aina nanasi pamoja na faida zake. Nanasi ni tunda la kitropiki linalopendwa na walaji wengi kwa sababu ya ladha yake tamu na harufu yake nzuri. Tunda hili laweza liwa mara tu baada ya kuvunwa, baada ya kulipika au kama juisi. Nanasi ni chanzo kizuri cha vitamin A na B. Pia ina kiwango kingi cha vitamin C pamoja na madini kama vile potassium, magnesium, calcium na madini ya chuma. Asili ya nanasi inaaminika kuwa ni Brazil, Paraguay huko Amerika ya Kusini. Lakini kwa hapa nchini kwetu Tanzania, nanasi hulimwa zaidi maeneo ya Bagamoyo, Kibaha, Pwani, Tanga, Mtwara, Lindi, Geita na Mwanza. Lakini pia maeneo yote ya pwani ya Tanzania yanafaa kwa kilimo cha nanasi. Kilimo cha nanasi kinapendelea hali ya hewa ya joto na hustawi vyema katika mwinuko kati ya mita 0 mpaka 1750 kutoka usawa wa bahari. Mwinuko wa mita 1300 hadi 1750 hufaa zaidi kwa uzalishaji wa nanasi kwa ajili ya kusindika, na mwinuko chini ya hapo hufaa zaidi kwa ajili ya ulaji wa moja kwa moja. Mahitaji ya joto ni kati ya nyuzi joto 18 hadi nyuzi joto 30. Kwa kawaida nanasi hukomaa miezi 5 baada ya kutoa maua. Hivyo nanasi huchukua miezi 18 hadi miezi 24 kukomaa au kuiva. Katika kilimo cha nanasi, mimea ikitoa maua kwa nyakati tofauti itasababisha kuvuna kidogo kidogo na kwa muda mrefu. Kwa sababu hiyo ndiyo maana muhimu kupanda kwa wakati mmoja mbegu zenye umri wa ukubwa sawa. Nanasi huanza kutoa maua miezi 12 hadi 15 baada ya kupanda, kutegemeana na aina nanasi au maotea ya mbegu yaliyotumika, muda wa kupanda na joto na mahali husika. Kwa kawaida nanasi hukomaa miezi 5 baada ya kutoa maua. Hivyo nanasi huchukua miezi 18 hadi miezi 24 kukomaa au kuiva katika kilimo cha nanasi. Mimea ikitoa maua kwa nyakati tofauti itasababisha kuvuna kidogo kidogo na kwa muda mrefu. Kwa sababu hiyo ndiyo maana muhimu kupanda kwa wakati mmoja mbegu zenye umri na ukubwa sawa. Faida 10 za nanasi. Ya kwanza, mananasi yana virutubisho muhimu kwa mwili wa mwanadamu. Mananasi ni chanzo muhimu sana cha vitamin pamoja na madini ambayo yanasaidia kuimarisha afya ya mwanadamu, ambazo ni kama vile thiamine, riboflavin, vitamin B na C, folate acid, pantothenic pamoja na madini ya magnesium pamoja na potassium. Katika hesabu za kitabibu, kipande kimoja cha nanasi kinatosha kuongeza asilimia 131 ya vitamin C ambayo ya mwili unahitaji kwa kila siku. Faida ya pili, mananasi husaidia kutibu vidonda na uvimbe. Moja kati ya virutubisho vilivyoko ndani ya nanasi kinaitwa bromelain, husaidia sana kuondoa maumivu kwenye viungo, kupunguza hali ya uvimbe kwenye tezi na hata kupunguza uvimbe wa kawaida ambao umetokea ndani ya mwili, na pia humsaidia sana mtu akiwa amefanyiwa upasuaji. Faida ya tatu, mananasi husaidia mfumo wa usagaji wa chakula, yani mmeng'enyo. Mananasi na virutubisho vya kamakamba ambavyo husaidiana sana kwenye kusagwa kwa chakula mwilini. Kirutubisho cha bromelain pia husaidia kwenye kusaga chakula tumboni kwa kusaidia kuvunja vile vipande vya protini. Faida ya 4 ya nanasi. Manufaa ya nanasi kwenye ngozi. Vitamin C ipatikanayo kwenye mananasi husaidia sana kuipa ngozi mng'ao ambao unahitajika. Mishipa midogo ya damu pia hufaidika sana kutokana na mananasi pamoja na viungo vingine vya mwili na mifupa. Faida ya 5 ya nanasi. Manufaa ya nanasi kwenye mifupa.
Mananasi yana madini aina ya magnesi ambayo husaidia kuzalisha nishati mwilini, huku ikisaidia kutoa ulinzi kwa seli za mwili wa mwanadamu. Madini haya yanasaidia sana ufanyaji kazi wa madini mengine na virutubisho kama vile thiamine na bithon, ambayo kazi yake kubwa ni kusaidia kufanya mifupa kuwa migumu na yenye afya zaidi, na pia husaidia kuyayusha vyakula, mapigo ya moyo sawa kwa kushusha shinikizo la damu. 6. Nanasi. Nanasi husaidia macho. Tunda aina nanasi lina vitamin A pamoja na GNA, kirutubisho aina ya beta carotene ambavyo kwa pamoja husaidia mfumo wa kinga mwili na afya ya macho. Faida ya 7 ya nanasi. Nanasi hutoa nguvu ya nishati na kushusha shinikizo la damu. Mananasi na kiwango kikubwa cha vitamin B1 na B6 ambavyo vyanzo muhimu sana vya nishati pamoja na kuvunja sukari kwenye mfumo wa usagaji wa chakula. Madini ya shaba pia yanapatikana kwenye mananasi, yanasaidia sana kutoa afya kwa seli nyekundu zinazosaidia kutengeneza damu, na madini ya potassium ambayo yanasaidia kuweka mapigo ya moyo sawa na hushusha shinikizo la damu. Faida ya 8 ya nanasi. Nanasi lina sukari nyingi sana na ni vizuri kula vyakula kama hivi kabla ya kufanya mazoezi ili kuupa mwili nguvu, kwa sababu linapunguza kiwango cha sukari kwenye damu. Inabidi uwe makini tu kama una matatizo ya kisukari au unadhurika na sukari nyingi, sababu nanasi linaweza kuwa madhara zaidi ya faida. Faida ya 9 nanasi. Kupunguza uzito. Nanasi limejaa virutubisho muhimu ambavyo vinahitaji mwili. Uzuri wa vyakula vilivyojaa virutubisho ni kuwa vinakufanya unajisikia bila kula kalori nyingi. Hii ni njia mbadala ya kuhakikisha uzito wa mwili wako. Hii ni njia mbadala ya kuhakikisha uzito wa mwili wako unabaki wa afya wakati unaendelea kula vizuri. Faida ya 10 nanasi, na hii pendo itakuwa faida ya mwisho kwa siku ya leo kwa upande huu wa 10 bora kwenye tunda aina nanasi. Nanasi bora ni lile kubwa na lililoiva vizuri. Ni kweli kwamba nanasi kubwa lina nyama nyingi kuliko nanasi dogo, lakini hakuna tofauti ya ubora virutubisho kati ya nanasi dogo na nanasi kubwa. Ili mradi lisio limeoza au lenye mchubuko mingi, chagua nanasi lililoiva vizuri na lenye kunukia. Naam, na hapa leo nitakuwa nimefikia mwisho kati ya kipindi hiki cha 10 bora. Nami sina la zaidi la kuongezea. Zaidi tukutane tena kwenye siku nyingine kwenye kipindi cha 10 bora kupitia hapa Zanzibar Cable Television. Kwani mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo mwingine mzuri wa vipindi vingine vijavyo kutoka hapa Zanzibar Cable Television Entertainment Unlimited.